Mtazamaji, kama unavyoona, huyu ni Mwafrika anaketi pale anashangaa, anataka kuona ni nini kitafanyika. Amini macho yake. Amini macho yake. Ameketi. Anashangaa tutakipa kifaa hiki jina hili lipi? Hapati. Kwa hivyo mambo ya kitambo haya, miaka ya zamani, lakini walikuwa na vumbua vitu ya ajabu kweli kweli. Ni kweli, lakini unapata Mwafrika kama Levi Opundi katika janibu hizi hata hawezi kutengeneza kitu kama hicho. Maajabu. Huyu ni Limbukeni, naye anazidi kushangaa. Anatazama. Ni kweli mazingira mazuri tu, lakini kinachostaajabisha zaidi ni kwamba huyu binti sijui ni nini alikuwa anataka. Hakuona chochote hapa. Hakuona lolote, nashangaa sana. Binti, unasemaje wewe? Ungekuwa wewe ungeona chochote? Kidogo tu kwa mbali. Lakini tunachotaka sisi ni mapenzi, si vitu tu hivi. Hamtaki mapenzi ya mali. Nataka mapenzi yanayotoka moyoni. Mapenzi yanayotoka moyoni. Niliona binti mwingine anasema huna mali unanipenda, tutayala mapenzi tushibe. Hayaliki. Kwa umbali utagundua kwamba binti alikuwa na kila kitu. Hata japo tunasema kwamba mama wa kike anaweza kupenda tu, iwe ni mapenzi kando na mali. Wakati mwingine mali pia ni muhimu bwana. Hebu angalia vitu vya dhamana jinsi vitu vizito kweli kweli. Hebu eti binti anasema kwamba amejengewa kasri ambalo ni kana kwamba ni kiota. Ajabu sana. Mtu ambaye anadhamini vitu kama hivi, yaani vyuma vyenye nguvu. Vyuma vyenye nguvu sana. Vipi Bingwa, unazungumziaje mazingira haya? Kweli ni historia ambayo inazidi kunichanganya. Inazua utata. Ni vipi binadamu wa kawaida kukataa mali kubwa namna hii? Kwa kuidhalilisha ili wengine tunaitamani. Inashangaza kweli. Haya, asante.